Niwakaribishe kwa wasaa mwingine tena, ni Skiza Times, simulizi za nyakati na Kasim Safi. Kipimo cha usaliti sehemu ya 6. Kwenye maiki ni Abu Tafau wa mjukuu wa milimani. David alishangazwa sana na tukio lile, kwani aliwaza nini hasa kinaendelea. Ina maana yote anaonifanyia binti huyu, mke wangu, atakuwa anajua? Na kama anajua, vipi? Ndo mpango wake wa kutaka kunipima? Hii itakuwa ni kali, kwa sababu kama ndio mpango wa mke wangu kunipima, hakika naona kabisa naenda kukamatika. Maana binti huyu ashanichanganya kabisa. Tena kama usiku huu ndiye amenivuruga kabisa. Hapana, kwa jinsi ambavyo ameumbika, patachimbika humu ndani. Wakati ule David akitafakari, mke wake naye alikuwa akimwangalia kwa hasira kali. Ikawa siku nyingine, asubuhi na mapema, David alimwamsha mke wake na kumwambia kuwa asubuhi hii ya leo kuna sehemu itabidi afike kwa ajili ya kikao cha maridhiano juu ya hisa ambazo alipanga akaziweke kwenye kampuni mojawapo kati ya kampuni za uzalishaji na usambazaji wa chemical na madawa mengine ya wanyama. David alimpatia maagizo pia binti yule ya kwamba anatakiwa atoke naye hadi supermarket ili arudi na mahitaji ambayo yalionekana kupungua ndani mle. Mke wa David alionyesha kupinga jambo hilo, kwani alijua tu huko hakutokuwa na usalama, na aliwaza pengine David na binti yule huenda umepanga mpango huo wa kutoka pamoja na huku akamalizane kabisa. David alimwambia, "Ni salama tu mke wangu." Bi Suzy alikubali, lakini kwa kishingo upande. David na binti yule walielekea mjini, lakini isivyo kawaida, wakati David anaendesha gari alishangazwa na tukio ambalo binti yule alilifanya. Binti yule alipandisha sketi yake na kuyaacha mapaja yake yakiwa wazi. Rangi nyeupe ya mapaja yake hakika ilimvuruga sana David, hali ambayo ilimfanya ashindwe kuongoza gari lake vizuri. Alisimamisha gari na kumwangalia usoni binti yule, lakini binti yule yeye hakuwa akijali kwa chochote, zaidi alizidisha tabasamu. David alimuuliza, "Una maana gani kufanya hivyo, na unajua mimi ni mume wa dada yako?" Binti yule hakujibu chochote, zaidi aliushika mkono wa David na akaupeleka moja kwa moja hadi kwenye mapaja yake. Joto la mapajani lilizidi kumvuruga David. David aliiwasha gari tena kwa spidi ya juu. Alitoweka hadi sehemu ilipokuwa loji. Hakutaka kuuliza chochote, alimshika mkono binti yule na moja kwa moja waliingia hadi ndani na kuchukua chumba. Mechi ilizidi dakika 90 na ubao ulisoma 50 kwa 50, kwani timu zote mbili zilionekana kuwa imara mchezoni. Refari hakuwa na namna zaidi ya kuongeza muda wa ziada. Hakika ushindani ulikuwa mkubwa sana, tena wa hali ya juu. Ghafla timu ya David iliubadili mchezo na kuwa hodari zaidi ya timu pinzani. Sauti ya mchezaji wa timu pinzani ilisikika tena ikijirudia. Kijasho chembamba kilimtoka binti yule, na hapo David aliumaliza mchezo kabisa kwa mabao yasiyopungua 3. Yaani David alipiga hat-trick na tuzo ya mchezaji bora akaibeba. Lakini watoa tuzo hawakuwa na upendeleo, kwani binti yule naye alibahatika kupata tuzo ya mchezaji mwenye nidhamu. Maana unaambiwa sio kwa mikatiko ile. Safari ya supermarket kubadilika hadi kuwa safari ya roji. Hii ni kali kabisa. Usikose mwendelezo. Ni Skiza Times, simulizi za nyakati na Kasim Safi. Niite Abu Tafau wa mjukuu wa milimani.